Kithure Kindiki, na mukaribisha na shangwe na vigelegele. Asante sana Prof. Karibu. Haya. Asante sana. Thank you very much. Naomba tuketi. Aembu Murearo. Mbere North Murearo. Mbere South Murearo. Runyenjes Murearo. Manyata Murearo. Asante sana. Mimi yangu itakuwa machache kwa sababu tumeketi kwa muda mrefu sana. Na wakati huu ni wakati wa kazi, na kuna ile kazi imetuleta hapa siku ya leo. Kazi ambayo imetuleta siku ya leo ni kazi ambayo imepangwa na dada yetu, kiongozi wetu, Governor Cecily Mbarire, pamoja na viongozi wale wengine wote wa Embu County, wakiwemo wabunge na senator, kushirikiana na viongozi wa bodaboda ili kuweka jeki vijana wetu na wananchi ambao wako katika biashara ya bodaboda, mapato yao ikuwe bora zaidi. Si hiyo ndio kazi imetuleta hapa? Kakwina ngogenge tuletete huko. Iko kibarua ingine. Kwa hivyo nitaongea kwa ufupi kwa sababu hiyo kazi lazima tuikamilishe. Niseme ya kwamba nashukuru Governor Mbarire for your visionary leadership by remaining focused to make sure that your county is growing under your leadership. Your county is growing step by step, because no county grows in one day or in 1 week or in 1 year. The same way President Ruto is focused on growing Kenya step by step, day by day. So Mheshimiwa Cecily, asante sana kwa hii kazi nzuri ambayo unafanya. Sisi walio hapa kama viongozi, sisi tulikuwa tukitafuta hii serikali, na kuna ile masuala tulikuwa tumeweka mbele, masuala sana ya kiuchumi, ya kuhakikisha kwamba tumeboresha uchumi. Kazi hiyo rais na sisi zote tunaendelea nayo. Tunajaribu tuwezavyo. Miaka 2 ambayo imepita sasa, Rais William Ruto akiwa mamlakani, haijakuwa rahisi sana, kwa sababu wakati rais amechukua hatamu ya uongozi, alikuta nchi yetu iko na matatizo makubwa ya kiuchumi. Sio kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta hakufanya kazi. Rais Uhuru Kenyatta alifanya kazi kubwa sana, kazi ya ziada. Rais Kibaki vile vile alikuwa amefanya kazi kubwa sana, kazi ya ziada. Lakini hapo mwisho, miaka 2 ya mwisho ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama rais wa Kenya, nchi yetu na ulimwengu ulipigwa pigo kubwa na ugonjwa wa COVID-19. Uchumi wetu ukafungwa. Sisi wananchi, sisi zote tulikuwa tunakaa kwa manyumba. Hakuna mtu anafanya kazi, hakuna biashara inaendelea. You can imagine shutdown of the entire economy for a year and a half. Ndio umeona ya kwamba wakati Uhuru Kenyatta anapeana serikali kwa William Ruto, already because of COVID-19, inflation was very high. The food of essential commodities was high. The shilling was weak against the dollar. There were so many economic problems. The price of fuel was very high. Na hiyo kazi kwa ile miaka 2 imepita, Rais Ruto alikuwa anang'ang'ana nayo, na sasa hivi kuna afadhali kidogo, kwa sababu ile dola ilikuwa 165, 167, imefika sasa 127. Na kwa hivyo hiyo ni kuonyesha kwamba for the last 1 year shilingi ya Kenya haijakuwa iki lose value.
Vile vile inflation imeenda chini from about 9.6%. Right now every month it is somewhere between 2.7 and 3%. Vile vile bei ya unga ilikuwa shilingi 250, 240 kulingana na type ya unga, kilo 2, packet ya kilo 2. Kupitia juhudi za serikali ya Mheshimiwa Rais, at least sasa ile bei ya unga kilo 2 imeshuka kidogo. Sasa ni about 110, 120 hapo, ingine hata 100. Kweli si kweli? Si ni kweli? Hiyo kazi yote ilifanyika kwa sababu kuna kazi ambayo rais na serikali iliweka rasilimali ili hiyo mambo ifanyike. Kwa mfano, ile fertilizer ambayo ilikuwa inagharimu 6,500, 7,000. Rais akasema ya kwamba bei teremke ikuwe 2,500. Hiyo ndio imesababisha nchi yetu isalishe mahindi ya kutosha, ndio unga ishuke. And for the first time, kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi sana, mwaka huu Kenya haitaleta mahindi kutoka nje ya nchi for the first time. Not even one bag of maize we will not import. Kwa hivyo hiyo ndio kazi rais alikuwa anang'ang'ana nayo, lakini matatizo ni mengi, na hiyo kazi bado ambayo iko mbele ni kazi kubwa, na hiyo ndio kazi sasa tunasukumana nayo ya kuongeza pesa kwa mifuko ya mwananchi, wakulima, wanabiashara, watu ambao wako katika hali ya chini, kwa sababu hii serikali inaamini ya kwamba nchi yetu itapata maendeleo tukianza kuboresha zile sekta za huku chini za kiuchumi, mahali wananchi wengi wanapata riziki yao. Ndio unaona tunang'ang'ana na kuboresha mapato ya kilimo, mapato ya mifugo, mapato ya maziwa, mapato ya biashara ndogo ndogo kama bodaboda, because the majority of the people of Kenya get their daily bread, get their income from sectors like agriculture, livestock, dairy and small businesses including bodabodas. Hapo ndio tumeshikilia sasa, na hapa mambo ya kilimo sina wakati kwa sababu nimesema siongei sana kutaja mambo mengi. I think we will just meet in the workplace, in the milk factories, in the tea factories, in the dairy farms, as we continue to make sure that we revitalize those sectors. Na niseme ya kwamba rais, kuna zile factories alikuwa ameahidi machines hapa za chai. Those machines have been bought. The president himself is coming very shortly in Embu by the end of March to come and commission those machines. I am aware there are many other commitments ambazo bado tunangojea, including the KCC plant, ile plant ya maziwa hapa ya Runyenjes. Kuna barabara nyingi ambazo zilianzishwa wakati zamani kidogo zikakwama. Some of the roads got stuck from 2018, 2019. Na kwa sababu rais alikuwa aking'ang'ana na kudhibiti uchumi ambao sasa umeanza kuonyesha dalili ya kudhibitisha. Miaka miwili imepita, hatukuwa na pesa ya kutosha ya kujenga barabara. Lakini saa hii kwa sababu uchumi umeanza kuimarika, nataka niwatangazie hapa Embu tuko na pesa ya kufufua zile barabara zilikuwa zimekwama. Kwa hivyo vile vile stima, we have 36 billion for rural electrification and last mile connectivity. We are also going to be rolling out other programs as I've said, but allow me just to highlight 2 or 3 points. Alafu nimalizie ndio niseme vile tunasema leo mambo ya kusupport bodaboda. Niseme ya kwamba bima ya afya ni muhimu, na nataka niwapongeze Wakenya ambao wamejisajili
kwa bima mpya ya afya. Hapo awali tulikuwa na Wakenya milioni 9 ambao walikuwa katika ile bima ya kwanza NHIF. Na hiyo ilikuwa only 9 million Kenyans were registered. Today, hii bima mpya ya Taifa Care ama SHA, kwa sasa hivi tumeanza tu miezi ni 3-4. Almost 18.5 million Kenyans have already registered. We want to push that figure upwards so that every Kenyan will have a medical card. Na medical card ni ya kukusaidia ukiwa mgonjwa, kama uko na pesa ama hauna pesa, kama umeajiriwa ama haujaajiriwa, upate matibabu wewe, mke wako na watoto wako. Na tumesikia ya kwamba vile viongozi wamesema, tutaendelea kuboresha hii huduma ya afya, hii insurance ama bima ya afya, ili kuhakikisha hakuna mwananchi anafinyiliwa katika yale malipo. Kwa sababu policy ni kwamba registration is free. After that there is a means testing process. And I want to commit on behalf of government that we will make sure we relook at and adjust the means testing tool for Taifa Care, for SHA, to make sure that border people are not asked to pay what they cannot afford. Kwa hivyo musiwe na wasiwasi, we are listening to the feedback that you're giving us, and as a listening government we will adjust whatever policies are in place to make sure that the people of Kenya are comfortable and are happy with the services the government is giving. Vile vile niseme ya kwamba hapa siku ya leo, kwa sababu ni siku ya bodaboda, nataka niseme ya kwamba ili bodaboda na biashara zozote zile zingine zinawiri, lazima mujiandikishe katika cooperatives, vikundi, vyama vya ushirika. Umeona ya kwamba sekta ya majani chai, sekta ya kahawa imefanya vyema zaidi ya sekta zingine za kilimo kwa sababu ya vyama vya ushirika. Kwa hivyo ningesihi wana bodaboda wote muingie katika hii sako ya bodaboda za Embu County, na si vile vile magavana wengine katika taifa la Kenya waige mfano wa Governor Cess Mbarire, walete bodaboda zote pamoja ili mtengeneze sako katika taifa letu la Kenya kwa watu wetu wa bodaboda. Kwa hivyo leo haikuwa siku ya hotuba, ilikuwa siku ya kazi, na siku ya kazi ni siku ya haraka haraka kwa sababu tungetaka mrudi kazini na wale wanasafiri mrudi katika safari zao ili mfike mapema. Kwa hivyo siku ya leo niko hapa na nitarudi hivi karibuni. Kuna mambo hapa mengi. Juzi nilikuwa na baadhi yenu walikuja kule Karen, na tutaendelea kukutana na wengine. Sio kusema wale walikuja ndio peke yao watakuja. I will invite many more of you in future. Lakini vile vile tulisema tuanze sasa kuingia mashinani huku ili kufuatilia maendeleo yetu ya Embu County hapa. Barabara zilizokwama tukuamue, miradi ya stima tukuamue, mambo ya maji vile vile. Na hiyo ndio kazi ambayo wananchi wangetaka sisi viongozi tujihusishe nazo. Mambo mengine ya kutafuta umaarufu, ya kutafuta sijui nani mkubwa, sijui nani kusema, I think for us as government we will remain focused on delivering, because the time for campaign is not now. The time of campaign will come. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Kwa hivyo mimi nataka tu niwaambie
nimetumwa na rais vile support vile county government itafanya, lakini nataka kwanza niulize governor akuja hapa atangaze vile county government imefanya, ndio na mimi niwaambie vile rais amesema na sisi wengine tusindikishe. Vile vile kabla governor akikuja, niseme ya kwamba tukimaliza hiyo hafla kuna equipment hapa ambaye pia nimeleta tukiwa na wenzangu. Au PSS unaona wameketi hapa, au ndio wanatusaidia kukwamua miradi ya serikali. So I will ask once we raise the funds we are raising in the next 3 minutes. Yes. PSS na wale viongozi wengine wako hapa, Moses Kuria ako hapa, mkuja hapa mbele. Baada ya fundraising ni vizuri tupeane hizi mashini za kuosha bodaboda ambazo is part of the contribution from the national government under the directive of President William Samoei Ruto. Governor, kuja utuambie vile umepanga.